nini? Hapana Kindege. Mimi nimekuona tu hapo unaendelea na shughuli zako nikasema nikuite ukao itiki kabla nichukue nikustue. Jeni sijapenda bana. Unajua umeniumiza. Matani ya hivyo mimi sipendi. Kindege na wewe bwana. Unatafuta ile lungu, si ndio? Aya, chukua mpige nalo. Chukua. Wewe mtoto wewe. Mimi nimekwambia ninatafuta ni saa ngapi? Na nimeongea na wewe saa ngapi kama ninatafuta ligogo? Unajifanya ujui, si ndio? Unajishaurisha, si ndio? Ila hapa mpige nalo. Anipige nalo? Ndio, alikuwa anataka kukupiga nalo kichwani. Mimi nimpige nalo kichwani? Wewe mtoto wewe. Sijasema hivyo, mimi nimesema saa ngapi? Wewe hata kujikata kichwa. Chukua, chukua, chukua. Unaikatae? Unajikata kichwa eh? Chukua, chukua. Chukua unataka, chukua. Chukua, chukua, chukua unataka. Chukua, chukua. Unalikataa eh? Wewe. Kwa nini unaongea na mgeni wangu? Naongea na wewe, kwa nini unaongea na mgeni wangu? Na kwa nini nampa ile gogo anipige? Kwa nataka niue? Umemwona Jeni ni muuaji kama wewe? Naongea na wewe, umemwona Jeni ni muuaji kama wewe? Na aliyekuita hapa nani? Naongea na aliyekuita hapa nani? Lakini Aunty Kindege alikuwa anataka kukupiga wewe kichwani. Kwa nini unaendelea na maneno yako ya kipumbavu, si ndio? Toka hapa. Nimekwambia toka huko. Toka huko, sio nani aliyekuita hapa. Kindege, unamwona mtu alivyomchonganishi? Unamwona na maneno yake nasema eti nikupige. Wewe nikupige kwa kosa gani ulionifanyia? Alafu mtoto atakuwa ni mchawi. Kama nilivyokuambia tu mtoto ni mchawi huyu Kindege. Jeni, ningeomba wachane tu na huyu mtoto. Maana mimi simuelewi, sijui kachizika, sijui ndio huo uchawi umemzidia. Mimi mambo anayofanya hata siyaelewi. Kwa naomba ungeachana naye tu. Kwanza kaisha nivuruga. Mtoto anaonekana ananitafuta, alafu ni mchawi kweli. Na wachawi wanaanzaje wevaa udogoni? Anakuwa na roho mbaya mbaya. Alafu dawa yake iko jikoni inachemka. Nitakuja nimpige nimuumize. Wewe subiri. Naomba unisikilize wewe. Tena unisikilize vizuri na kwa makini sana. Katika siku nahitaji kuzungumza na wewe na nataka nielewane na wewe mwanzo mpaka mwisho ni leo. Hivi wewe, vitu unavyofanya humu ndani huwa unakusudia, unatumwa au shetani anakupitia wewe? Naongea na wewe, vitu unavyofanya humu ndani unakusudia au unatumwa? Hivi wewe, aliyekutuma utoke humu ndani uje kule garden na kwanza kuongea upumbavu wako, kwanza kuongea maneno yako ya kijinga ni nani? Na aliyekutuma uje na gogo mpe Jeni kwamba nipige ni nani? Yaani Jeni alikwambia saa ngapi anataka kunipiga? Na ilikuwaje kwaje? Aunty Kindege, lakini bwana nimeongea kila kitu pale pale garden. Kwa hiyo bado unakomalia upumbavu uliokuwa unazungumza kule, si ndio? Kwa hiyo bado unakomalia kwamba Jeni anataka nipige na gogo mimi. Kivipi? Gogo si ulikuja nalo wewe? Naongea na wewe, gogo si ulikuja nalo wewe kule garden? Haya, Jeni anataka nipige nalo kivipi na gogo unalo wewe? Alafu mtoto, kwani unipendi humu ndani? Si unakaa kwenye nyumba yangu, unakaa bure, unakula bure, kila kitu nakufanyia bure humu ndani, lakini bado unanitumia watu waje wanipige, unakuja na silaha ili uniue, si ndio? Aunty Kindege, tatizo lako wewe tu hutaki kuniamini. Naomba unisikilize wewe. Sina cha kukuamini na sina cha kukusikiliza. Nataka kukujuza kwamba kama unatafuta watu kunichonganisha nao, basi Jeni mweke pembeni. Yaani tafuta watu wengine kabisa. Jeni ni ndugu yangu mimi. Yaani namaanisha mtoto wa shangazi yangu mimi. Kwa ujinga unaoongea hapa, Jeni hawezi kufanya hata kwa bahati mbaya.
Kwa hiyo sasa, kama unafanya figisu humu ndani ili ujiweke mazoea na mimi, uweke ukaribu na mimi, ishia hapo hapo. Na wewe Zungu, naona kabisa humu ndani mmeanza kuweka drama za kuweka ukaribu na mimi. Sitaki mazoea na nyie, sitaki ukaribu na nyie. Fanya kilichowaleta humu ndani. Na wewe, fanya kilichokuleta humu ndani. Washenzi wakubwa nyie. Baby Supu, kuna nini kinaendelea? Mbona sielewi? Eti, Kindege una kitu bado ya kijua. Kitu hujakijua? Ni kitu gani hicho? Wewe elewa hivyo. Ila Baby Supu na Kindege mnaekaeka. Hii ni kali zaidi. Oh, Madam Janeti. Wow. Jamani, mambo? Poa, shikamoo Madam Janeti. Marahaba, mzima? Mzima. Dada, habari? Salama, karibu dada. Asante. Vipi, wifi Kindege nimemkuta? Dada Kindege katoka. Kaenda kwenye shughuli zake huko. Lakini najua ulichokifuata. Maana shemeji Beni wakati anaondoka aliniachia maagizo. Oh, basi sawa. Nilikuwa naomba basi unisaidie ili niwahi kuondoka, niwahi kazini. Sawa, nakuletea. Sawa. Baby Supu. Unaendeleaje? Naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Uko poa kabisa? Ndio, niko poa. Hivi unajua kwa nilikumisi sana. Nilikumisi mtoto mzuri. Nilitamani nikuone, angalau yani nikubebe tu kama hivi nilivyokubeba leo. Sema tu majukumu, yani niko busy. Nakosa hata muda wa kupumzika, kusema kwamba labda nije nyumbani kwenu, nije hata nikae nusu saa au saa hivi. Yani nikija kama hivi, nimekuja na shida naondoka. Kwa sipatagi hata time ya kukaa na wewe. Natamani siku moja tukae tushinde siku nzima. Nimekumisi pia. Wow, kweli eh? Ndio. Basi asante. Nikwambie kitu Baby Supu? Niambie. Nilikuwa naomba au ningependa weekend hii umwombe Uncle Beni akuruhusu uje nyumbani kwangu. Tukae siku nzima tupike chakula cha pamoja, tule kwa pamoja, afu jioni ndo tarudi nyumbani. Unaionaje? Sawa, nitaongea naye. Akikubali utanifuata. Basi sawa. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Naona kabisa hata wewe uko tayari. Basi sawa. Cha kufanya sasa, utakuja umwambie na mimi nitatafuta namna yangu ya kumwambia ili siwe ngumu. Sawa? Sawa. Basi sawa. Hizi hapa dada Janeti. Asante. Asante sana. Naomba tu niwatakie siku njema kwa kweli. Natakiwa kuwahi. Hata kukaa ukai. Natamani sana ningekaa, lakini ndio hivyo majukumu. Na natakiwa niwaishi sana hizi document kwa sababu ni muhimu. Mimi ndio utakaa jamani. Sawa basi. Usijali, nitakuja wakati mwingine wa kukaa, sawa? Sawa, karibu tena. Asante. Bye. Bye. Ila Madam Janeti mzuri. Afu mpole. Karembo. Unajua eh? Jeni, kwa sasa sitaki kukuuliza ni kitu gani kinakutokea. Kwa nini kila ukija nyumbani kwangu unaondoka kwa kukimbia? Ila ninachotaka kukuuliza tu ni kwamba hiyo michezo utacheza mpaka lini? Kwa macho ya nyama unaweza kadhani kwamba hii michezo ni ya kawaida,
lakini hii michezo sio ya kawaida kabisa, na inatakiwa kuchezwa kwa umakini kabisa. Michezo alafu sio ya kawaida, unamaanisha nini kusema hivyo? Hawezi kunielewa, lakini ngoja nikwambie. Hivi unavyoniona nakimbia kimbia ndani, na unaniona kama chizi, ipo siku moja na utakimbia kimbia kama mimi ninavyokimbia ndani, na hapo watu wote watakuona chizi kama unavyoniona mimi. Bado sijakuelewa Jeni, unamaanisha nini kusema hivyo? Katika nyumba yako kuna kitu ambacho nakizembea, na ukikitoa basi amani itarejea, na utaniona mimi nikikimbia kimbia hivi. Nazungumzia huyu mtoto Baby Soup. Huyu mtoto ni mchawi. Mchawi? Kwani amekufanya nini mpaka ukahisi ni mchawi? Kindege, haiwezekani mtu akute watu wana amani zao, wana furaha, wanaongea vizuri, halafu yeye anafika from nowhere anaanza kuvuruga amani ya watu. Ona kama alivyokuja anaanza kusema kwamba mimi nataka kukupiga kweli na longo kichwani. Hauoni kama hizi ni dalili za uchawi? Huyu mtoto sio mtoto wa kawaida. Inabidi usimzembee hata kidogo. Mchukulie hatua. Mchukulie hatua zinazoweza kumfanya mtoto atoke ndani ya hii nyumba. Kwa sababu ukimzembea, ipo siku na wewe atakukuta kama anayonikuta mimi. Jeni, mimi napambana sana kuhakikisha mtoto anatoka kwenye hii nyumba. Na unaona juhudi zangu zote napambana kwa kila hali kuhakikisha anatoka humu ndani. Sema ni vile tu bado sijampatia mbinu nzuri ya kumtoa kiurahisi humu ndani. Ila hilo mimi nalifanyia kazi na bado linanitesa na linaumiza akili yangu. Inabidi ufanye haraka sana. Kwa sababu huyu mtoto ukimwona wa kawaida, ipo siku atakuja kuwa mkubwa na kutisha. Kwa sababu mambo anayoyafanya mimi nayaogopa sana na nayashangaa. Sio ndugu yetu. Hana faida yoyote kwako. Alafu anawezaje kuharibu amani ya watu ambayo ilikuwepo miaka na miaka? Kindege. Alafu lile swala la kutafuta wale vijana kuhusu mtoto ili waje wamteke, umeshalifanya? Jeni, hilo bado nalihangaikia. Nalipo kwenye mikono yangu, bado nalifuatilia. Hao vijana bado nipo nawatafuta. Ni swala la muda tu, likikamilika nadhani utaona kila kitu kinaenda sawa. Unaona ulivyokuwa mzembe? Muda wote leo ungekuwa umeshafanya hii mipango na imeisha kabisa. Lakini wewe unazembea tu. Angalia kwa makini. Mimi nakwambia leo, ila kesho utayashuhudia mwenyewe. Jeni, labda nikutoe hofu. Maji yashachemka. Sio muda mrefu atayanawa. Kwa hiyo kuhusu hilo niachie mimi. Najua nitalimaliza vipi. Kikubwa hapa mimi na wewe tuzidi kushirikiana tu ili tukamilishe mpango wetu. Sawa. Kote naomba nisamehe kwa kile kilichojitokeza jana. Alikuwa lengo langu kukosea. Najua ulikasirika sana. Lakini kumbuka mimi ni mtoto, nakosea na ninapitua pia. Kuna muda nakosea bila kujua. Na kiukweli mimi siwezi kufanya kitu kama kile kilichotokea. Lakini naomba tu nisamehe. Baby Soup. Mimi nishakusamehe tangu siku ulinikosea. Na tumekuwa kimya tukiwa tunapishana mara nyingi ni kutokana tu na ubizi wa kazi zangu. Lakini kuhusu mimi kwa sasa hivi sina kinyongo kabisa na wewe. Yaani moyo wangu msafi kabisa dhidi yako. Kwa hiyo nikutoe tu wasiwasi. Tuko sawa. Na kuwa na amani kabisa. Sawa?
Asante sana Uncle Ben. Nimefurahi sana kusikia msamaha wako. Naomba nikwambie kitu kimoja Uncle Ben. Kama unavyojua, mimi sina baba wala mama. Na hapa mjini, wewe ndo kama baba yangu. Na pia, nilikuja hapa mjini kumtafuta baba yangu. Na bado sijampata. Kwa hiyo bado nahitaji sana msaada wako. Hilo nalifahamu vizuri sana. Na mimi nimeshaahidi kukusaidia. Na kama nimeahidi kukusaidia, maana yangu ni kwamba nipo na wewe bega kwa bega. Na ndio maana hata nimeshakuandikisha shuleni, imebakia siku tu ya kwenda kuripoti. Siwezi kuacha kukusaidia. Na nilikufokea kama baba tu anaweza kumfokea mtoto wake aliyekosea, kwa ajili ya kukunyosha ili uwe mtoto mzuri. Na pia kuwa na amani. Mimi sina noma na wewe, yani moyo wangu kwako uko safi kabisa. Na mimi nikushukuru tena kwa kunisamehe. Na kuhusu kile kilichotokea, Mungu ndo anayejua. Ni kweli. Lakini mimi pia nimefurahi sana kuona unaomba msamaha. Maana yake hii inaonyesha wazi kwamba umegundua kosa lako na ndio maana umekuja kuomba msamaha. Na ndio maana nakupenda. Ni mtoto mwenye akili sana. Mimi nikutoe wasiwasi. Nimeshakusamehe. Na vipi? Kwani umeshakula? Bado sijala. Ndio kiko chakula kinapikwa. Basi sawa. Mimi bwana nilikuwa nataka nitoke muda so mrefu. Na hapa nitaka niende nikaoge. Nikimaliza kuoga nitoke. Na sidhani kama tutajumuika kwenye chakula. So naweza nikakwambia tu nyinyi mtakula, acha mimi nitoke sasa hivi. Kikubwa tu ni kuhakikisha unaitafuta amani kwa juhudi zote. Hakikisha unakaa mbali na matatizo, kwa sababu ukikaa mbali na matatizo hakuna changamoto zitakazokufuata. Kiuhalisia mimi najua wewe ni mdogo, una madhaifu na hakuna lekamilika. Lakini ukijiepusha na hizi changamoto ndogo ndogo, maana yake utaishi kwa amani na upendo. Binafsi yangu mimi ni shabiki mkubwa sana wa amani. Yaani napenda kuona amani kwenye nyumba yetu. Kwa hiyo sitamani kuona unaingia kwenye kona 2-3 unagombana na mama yako. Sio kitu kizuri, sawa? Sawa. Okay, mimi natoka. Kuwa na amani. Buju. Bye. Yaani wewe mimi nakuaga mimi na tukiongea lazima tugombane mke wangu wewe. Ben, hebu kaa basi nisikilize. Na mbona maneno mengi? Unataka kunivunja kiuno, si ndio? Yaani unanisukuma kusudi nivunjike kiuno. Kwani mke wangu unapenda amani mke wangu? Una shida gani? Yaani Ben, tatizo lako upendi kunisikiliza mkeo hata kidogo. Yaani upendi hata kunipa nafasi. Mke wangu, wewe nakusikiliza nini? Mimi nakujua wewe, tukiongea dakika moja tunagombana. Yaani kitu ambacho mimi najaribu hapa kutengeneza ni amani tu ya nyumba. Mimi sitaki ugomvi na wewe mwenzako, nimechoka. Yaani Ben, tatizo lako mkeo umenikalili vibaya na bado hujanijua vizuri. Ukinitazama mimi binti wa watu ni mstaarabu, yani mtoto mpole kabisa na adabu. Lakini wewe unipe tu nafasi, ndio maana unaona mimi mkorofi humu ndani. Anyway, kwa sababu umeshanikalisha kwa nguvu na mapana na nini umenituliza, ongea nikusikilize. Hivi Beni, ile swala la baby soup siku ile kunimwagia maziwa mwili mzima, kuniloesha mpaka nguo za ndani zimeloa, nikitembea maziwa yanachuruzika. Wewe umelichukuliaje? Kumekucha. Kwa hiyo nilichokifanya hapa wewe hukukiona. Ile kumtandika viboko vile, kumpiga mabao mbele yako hujaona. Kumpiga? Beni, kwa mabao gani? Kumpapasa kule, kumgusagusa tu ule mwili ndio kipigo? Wewe ulitaka nimfanyaje rafiki yangu? Wewe ulitaka nimkatekate miguu nitupe sinza buguruni ndo ujue nimepiga? Niue? Yaani kama kipigo ndo kile, basi hamna malezi. Hivi ungekuwa umempiga kisawasa yule mtoto, ungekuwa umemshika, umempiga amenyoka, angerudia makosa mengine? Unajua hicho kifanya leo? Kwani leo amefanya nini tena? Hapo utulie. Uwezi amini yule mtoto, asubuhi mimi nimekaa garden nasafisha ile garden yote ile. Kumbe Jeni akaa ananifuata, maskini ya Mungu, sijui kanimisi dada wa watu, anakuja kunisalimia. Ile nageuka nakuta supu ameshika bonge gogo. Huo mwili wako ndio ufananishe na hilo gogo. Anamwambia Jeni, shika mpige kindege. Mimi simpendi, nataka afe. Humu ndani namuona kama takataka, simpendi, muue anti Jeni. Muue kindege tu, muue jamani. Kweli? Beni ungekuepo wewe, na si yule mtoto ndio ungemuua leo. Kwa hiyo hata kama sasa mimi ndo mbulula mjinga, wanamuita tojo, yani mtu asifikiria,
ndo naweza nikaelewa yani Baby Supu na umri wake ule abebe gogo kama mimi. Sasa nisikilize nikwambie kitu. Kindege, unatakiwa kujua yule ni mtoto kama watoto wengine, na mimi na wewe ni wazazi. Kwa hiyo tunatakiwa kumtreat kama wazazi, tusimtreat kama watu ambao ni baki tu. Unapoamua kufanya kitu, fanya kwa moyo huu mmoja. Nisikilize, kwa nini mtoto kuna baya gani alokosea mpaka wewe unamkazia kiasi hicho? Mimi nijua, ndo maana nilikuwa nakataka kuongea na wewe. Mimi najua tu wewe ni mkorofi, tutagombana. Hivi Beni, ukikaa kabisa ukijifikiria kwa akili yako kabla Baby Supu kuingia humu ndani, mimi na tulikuwa tunagombana? Kulikuwa na kelele hizi humu ndani? Yaani jifikirie tu mwenyewe, kumbuka tu, uvuta kumbukumbu zote za nyuma. Kulikuwa na hizi kelele. Kwa nini leo Baby Supu yupo na mimi yote naongea na yote yanatokea? Au niamini? Unataka nimpigie Jeni? Nimpigie Jeni aje hapa ongea kila kitu, na kuhakikishia Beni akija Jeni hapa ataongea 1 2 3 mpaka ndivyo visao ataongea. Ila sana kwa kuwa anaongea mimi unaniona ninalo mbaya, unaniona mimi ninachoongea kifai, sawa? Baby Supu huyu kafanya hivyo. Huyo sasa kuna nani humu ndani? Kwa wewe hapo ulitaka tufanyeje? Unataka nikwambie cha kufanya? Hakikisha mtoto anatoka humu ndani. Maana utakuja kuuana Beni. Yaani utakuja kushtukia siku mimi nimekufa na Beni yule mtoto akija kuniua. Hakikisha siziki mpaka ufanye tambiko. Na hilo tambiko litanisindikiza kwa amani. Yaani nitaenda tatulia ndo mtanizika. Ile yule mtoto ataniua humu ndani Beni, fanya atoke. Nisikilize vizuri. Tena nisikilize kwa makini. Wewe unataka tumtoe hapa ndani. Umesahau kama nimeshalipa pesa zangu shuleni? Ina maana umesahau kama tayari kila kitu cha shule nimeshafanya, nimebakia siku ya kuripoti tu. Alafu wewe sasa unang'ania nimtoe hapa ndani. Nimtoe nimpeleke wapi na pesa zangu nani ananirudishia? Alafu kingine, mimi nimejitolea kumsupport yule mtoto, kwa hiyo sidhani kama naweza nikamfukuza. Yaani kitu ambacho naweza nikafanya ni kumshepu awe mtoto mzuri kama vile alivyo Imelda na watoto wengine wote wanaolelewa na wazazi wao. Ila hizi mambo unazoniambia mimi naona zinanichanganya mke wangu. Ndio maana hata nilikuwa sitaki kuongea naye tangu mwanzo. Najua wewe balaa lako ni kubwa. Yaani bado unazungumzia eti kumshepu. Yaani ukamshepu, kwa utamshepu mimi nikiwa kaburini sasa huko nimefukiwa huko, mmenitenga, nyewe mmerudi nyumbani ndio utafly sasa unaanza kumshepu wakati mimi tayari kashaniua. Hivi Beni, mimi nishasema mapema, kama ni mtoto wako beba neni tu mkaishi huko. Mimi nitatulia, mimi naokoa tu uhai wangu, mimi sitawafuatilia. Yaani mimi unaona maneno yote naongea humu ndani ni kwa sababu nalinda uhai wangu, najipenda, sitaki kufa. Yule mtoto ataniua Beni. Wewe nani? Wewe nimeshakuona wewe. Unakoenda tunaenda kugombana. Unakoenda tunaenda kutoboana macho. Tukatrendi kwenye magazeti, kwenye machati ya watu wanaopostigi watu, tunaenda kutrendi. Lakini kwa mimi mudi yeo sina leo. Kwanza maskini ya Mungu sina nguvu, nimechoka. Naomba niende tafadhali. Nipumzike mama. Mimi naumwa kichwa hisi. Naumwa kichwa, naomba niache. Niache niende. Sasa Beni unaenda wapi nawe? Si unisikilize sasa. Wewe Beni. Tu unaangusha michozi yako, wewe sielewi kinachokuliza ni nini? Au umepata taarifa mwenzangu kwa machokola nzio wamekufa? Nanti Kindege, hivi niko zangani nakufa mimi unichukia kiasi hiki? Kwani unanichukia? Kwani unipendi? Nimekukosea nini? Niambie kama mnakukosea nitaibadilisha. Mimi ni mtoto kama wengine, mimi na tofauti gani? Nisikilize wewe. Sikupendi, sikutaki na ninakuchukia. Na nataka kujua ni kwa nini? Kwa sababu umeingia kwenye maisha yangu na umeingia muda ambao sikutarajia kupokea ugeni wowote ule, hasa wewe chokola. Na ndio maana sikupendi. Kama ulitaka amani, basi ungefanya makubaliano ambayo mimi na wewe tulikubaliana toka siku ya kwanza na kuona, toka siku ya kwanza unatoka hospitali, unakuja humu ndani. Unakumbuka nilikwambieje? Nilikwambia mwambie Beni utaki kukaa humu ndani. Lakini wewe ukajikuta kichwa chako ni kigumu sana. Ukajikuta yani uwezeki kuelewa kabisa hata kidogo. Ukaamua kuangania humu ndani. Hicho ndo kinafanya mpaka leo uendelee kulia na kupata furaha kwenye hii nyumba. Sahau. Yani wewe fanya kama ndoto. Anti Kindege, mbona siku ile nitaka kumwambia na ukanikatalia? Kwa hiyo hujui kuigiza? Yote nilikuwa naongea nawe pale alikuwa anaingilia kwa yanatokea huku. Hivyo unajifanya mwenda wazimu, si ndio? Nimekwambia kupata furaha humu ndani, sahau. Mpaka hicho kichwa chako kitapofanya maamuzi sahihi. Anti Kindege, mimi ni mtoto kama mtoto wako tu. Usinibague. Koma na ufunge huo mdomo wako. Tena hata kulitumia jina la kujiita wewe ni mtoto. Maana hata watoto wenyewe wanaweza kukupiga kakuua. Wewe ni chokola. Yaani sema wewe ni chokola lakini sio mtoto. Wewe kwa utoto gani ulionao? Naongea nawe kwa utoto gani ulionao?
Alafu hayo machozi yako siyataki kwenye nyumba yangu. Sitaki kunichulia msiba kwenye nyumba yangu. Nadhani utakuwa umenielewa. Naomba utoke hapo. Anyway, mimi nakuheshimu sana. Na ujue nakupenda tu kama mama yangu. Na sina ubaya na wewe. Na sitaacha kukupenda. Nitokee mimi hapa. Unampenda nani wewe? Toka hapa. Hebu nikisema ondoka, nyanyuka ondoka. Unampenda nani humu ndani? Toka, hebu ondoka hapa. Michokora mingine sijui ikoje. Yaani kwenye nyumba yangu unakaa bure, unakula bure, unavaa bure, na furaha unataka uipate bure. We nani wewe? Mbona tamaa za ovyo wewe? Malaika mwenyewe anasumbuliwa kila kukicha huko, hana amani, akai kwa amani, afu uipate amani kama nani? Acha tamaa za kijinga, mpuzi wewe.